Tanzania, Tanzania, Tanzania. Mungu ibariki Tanzania. Ilikuwa Oktoba 28, tuamkie Oktoba 29 kwenye uchaguzi mkuu. Oktoba 28 watu walikuwa kwenye pilika zao za kawaida za hapa na pale za kila siku, bila kujua kitu ambacho kinaweza kutokea kesho. Nami nilikuwa kwenye pilika zangu za kawaida za hapa na pale, nikipita mitaani kusambaza bidhaa zangu. Mara nimefika njiani na kukutana na magari ya kijeshi, marondo, mapikapu na vifaru. Nikahisi labda nchi imevamiwa. Kumbe ni mambo ya ulinzi na usalama. Basi bwana, usiku ukaingia na watu wakawa wanajirudisha majumbani mwao. Ilikuwa mapema tu, mida kama ya saa 1, saa 2, ghafla na waona watu wakifunga fremu zao, biashara zao na kwenda nyumbani mapema. Vitu vingi vikasemwa, maneno mengi yakaongelewa, na mitaa siku hiyo ikapoa mapema na ukimya nao katawala. Na kama unavyojua, usiku wa deni hauchelewi kukucha. Hatimaye pakapambazuka, pakakucha na makucha yake ya uchaguzi mkuu. Hayawi yakawa. Basi bwana, asubuhi palipopambazuka na watu wakijikongoja kuelekea kwenye harakati zao, na wengine wakienda kwenye uchaguzi, nami nikatoka nikasema niende kuicheki mitaa imekaaje siku hiyo ya uchaguzi. Nikakuta vituo vya kupigia kura kuna watu wakiwachagua viongozi wao, na nikapita mitaani nikakuta watu wapo na harakati zao, na nikapita hadi sokoni nikakuta watu wachache, si kawaida. Nikasema kweli ni uchaguzi. Basi bwana, nikaendelea na safari yangu ya kuicheki mitaa ilikuwa kizizima, ikitulia kwa upole wa uchaguzi mkuu. Oktoba 29, utakumbukwa Oktoba 29. Basi bwana, kwenye kuelekea mbele nikakuta kikundi cha watu wakimsikiliza bodaboda, na mimi nikafuata pale kidogo kusikiliza umbea. Tukawa tunamsikiliza bodaboda huyo ambaye alikuwa na hofu na moyo wake ukienda mbio, akitueleza aliyokutana nayo huko alipotoka. Yalikuwa maandamano, tena maandamano makubwa. Kabla ya kumaliza tulisikia milipuko na sauti za risasi, na hapo kila mmoja akaanza kutaharuki ni nini kinachoendelea. Simu zikaanza kuita kuhabarishana kile kinachoendelea, na watu tukafungua mtandao haraka tujue ni nini kinachoendelea, lakini hatukupata huduma yoyote. Na watu tukazidi kupagawa kwa sauti ya milipuko zikisikika sehemu mbalimbali. Hapo likatoka tamko kwenye vyombo vya habari, hatakiwi kuonekana raia yoyote
akizagea nje ifikapo saa 12 jioni. Usafiri nao ukazuiliwa, hakuna watu kutembea, na vitu navyo vikapanda bei. Na tabu zaidi, tunatoa hatuingizi, maana hakuna aliyefanya kazi kwenye siku 2 hizo. Siku za vurugu zilikuwa chache, lakini tuliona kama mwezi, maana maisha yalikuwa ya tabu sana kwa Mtanzania. Na hapo ndo nikajua nini maana ya amani. Tuliombee taifa letu amani. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Afrika.